Sasa wewe umeweka watoto wako shule, unafikiri mtoto wenyewe atakuwa kwako daima? Haiwezekani. Toa watoto wako shule mmoja, weka shule. Kwa miaka mingi, baadhi ya jamii katika kaunti ya Marsabit zimeendelea kushikilia mila ya kumtoa mtoto mvulana mmoja au zaidi kutoka katika familia ili achunge mifugo, huku watoto wengine wakiendelea na masomo yao. Kwa jamii za Rendile na Samburu, hulka hii imekuwa ikimnyima mtoto mvulana haki ya msingi ya kupata elimu, huku mtoto wa kike akipewa nafasi ya kwenda shule. Ili kuelewa kwa kina athari za mila hii, asubuhi na mapema ninaanza safari ya kilomita 48 kutoka mji wa Marsabit kuelekea Loglogo, kaunti ndogo ya Laisamis. Njiani tunakutana na wafugaji wakitembea na mifugo yao, ngamia, mbuzi na kondoo. Tunaona pia wanyama pori kama vile swara na mbuni wakivuka barabara, labda wanaenda kusaka maji na malisho kutokana na ukame unaoshuhudiwa. Baada ya dakika 40 tunawasili Loglogo. Jua kali tayari limetawala eneo hili. Nje kidogo ya mji, wafugaji wamepanga foleni na mifugo yao wakisubiri kunywa maji, kila mmoja akiwa na siku yake maalum ya kumpa ng'ombe wake maji. Mfugaji kwa jina Liarapo anakubali kuzungumza nami. Yeye ni mzazi aliyemtoa mmoja wa wavulana wake kuchunga mifugo badala ya kwenda shule. Anaishi Manyatalbarak hapa chini. Anagawanya hiyo watoto yetu, mwingine achungie sisi mali, alafu hata sisi nini? Hata hiyo mali asaidie hii wa kijana yuko na shule. Nasikia kwa sababu hiyo ndo sisi anagawanya hiyo watoto, mwingine alinde hii mali. Ile kijana sasa yuko na shule, si hiyo yuko secondary. Ile anafuata ile kijana kubwa. Sasa hiyo anarudishia pande ya ng'ombe ya mali, alafu ngine anaingiza pande ya nini? Ya shule. Kwa hivyo hii wawili tena ya nyuma anagawanya tena hiyo hivyo. Kwa sababu sasa hii ingine iko na Sunday 5 na ingine sasa iko mali. Uko na watoto wasichana? Iko. Wasichana wanaenda shule? Hata moja iko sasa shule. Wasichana wote wako shule? Yote iko shule sasa. Kwa hivyo sasa hiyo sasa kuingiza hiyo watoto yote shule, hakuna kitu ndo anakusaidia. Tuseme ukweli ndugu zangu. Anasema watoto hawana haki ya kumuuliza mzazi sababu ya kutopelekwa shule. Kilicho muhimu ni kutii maamuzi ya mzazi. Huyu mwenye akokora anachunga hawezi kuuliza mbona mimi usimpeleke shule kama wengine ama ulizi. Hawezi uliza basi kwa sababu ni mimi ni baba yake na ni mimi ndo anajua vile anagawanya. Sikia, kuingiza ngine shule, kuingiza ngine nini, alinde hii mali yetu kwa sababu sisi anakula nini? Chunga mali yetu kwa sababu saa hiyo kijana yuko shule, hakuna kazi, bado anaendelea kusoma, anasoma na nini? Na sisi anakula na nini na hiyo watoto yangu? Mzazi mwingine kwa jina Lucas Lesengeran ananiambia mila hiyo imekuwepo kwa muda mrefu na hana budi ila kufuata mkondo huo kwa kumtoa mtoto wake wa kiume kuchunga mifugo. Sasa kama saa vingine mali kuwa mingi na pengine watoto wote waingie shule na waende wapate kazi. Sasa hiyo unaenda kutafuta mtu akunichungia mali. Lakini si wazazi wote wanaokubaliana na mtazamo huo. Musa Lemburkei, mzazi katika eneo hili, ameamua kuwapeleka watoto wake wote shule bila kubagua jinsia, hatua ambayo imemletea shinikizo kutoka kwa wazee wa jamii. Nikiwa kwa mifugo nakutana na wazee. Hala, yeye hata unachunga mifugo? Kwani mchungaji wako wako wapi? Yule mchungaji ameenda. Sasa wewe umeweka watoto wako shule, unafikiri mtoto wenyewe atakuwa kwako daima? Haiwezekani. Toa watoto wako shule mmoja, weka shule. Anasema sasa ni wakati mwafaka jamii iache mila hii iliyopitwa na wakati, ambazo zinaendelea kumnyima mtoto mvulana mustakabali bora kupata elimu. Ningeomba mtoto wa kiume apate fursa pia kwenda shule, kwa sababu nikiangalia most of time tumezingatia mambo na wasichana peke yao. So ningeomba wale wahisani, wale wafadhili na pia serikali wajaribu kuangazia sana kijana mvulana apate elimu pia. Ili kupata mtazamo wa serikali hapa mashinani, na mtafuta chifu wa Loglogo Andrew Korole
anayesema tabia hii si utamaduni bali ni uamuzi wa kifamilia, akisisitiza kuwa sheria haziruhusu mtoto yeyote kubaki nyumbani kuchunga mifugo. Kawaida kama sisi serikali watoto wote waende shule. Hii mambo ya kusema ati kuna mtoto anabakishwa, mwingine anaenda kuchunga, mwingine anaenda shule, hii hakuna culture pale. Hii ni mambo tu mtu kufikiria kusema wacha nibakishe huyu na huyu. Lakini serikali wanasema watoto wote wamefika umri ya kwenda shule, lazima wafike shule. So hii mambo ya kubakisha watoto wa nyumbani, serikali hakuna wakati wanakubali mambo kama hiyo. Ninarejea tena mjini Marsabit ambako mkuu wa idara ya watoto Liki Mukanzi anasema mitazamo ya kitamaduni ndio kikwazo kikuu kinachoathiri ustawi wa mtoto mvulana. Swala hilo limekuwa kwa muda mrefu. Mtoto mvulana ametelekezwa, na kile ambacho kinachangia pakubwa ni tamaduni za hizi jamii za wafugaji. Manake unapata tamaduni zinasema kwamba mvulana wa kwanza akifungua mimba yafaa aende achunge ng'ombe, yule ambaye anamfuata mvulana aende akachunge mbuzi, yule ambaye anamfuata mwingine akachunge ngamia. Tumejaribu kama serikali pale tuwezabu kujaribu kuwaelimisha wajue umuhimu wa kupeleka mtoto mvulana shuleni, na pia ya makosa ambao wanafanya wanapokosa kumpeleka mtoto mvulana shuleni. Kwa upande wake, hakimu wa mahakama ya Marsabit Simon Arome anasisitiza kuwa katiba na sheria za Kenya haziruhusu mtoto yeyote kunyimwa elimu, awe mvulana au msichana. Ni ukweli, boy child has been left behind. We have empowered all the resources, most of the NGOs, most of the programs, they focus on the girl child. They have left behind the boy child. Tunaomba watoto wa vijana wasiende kwa malisho, waende shule. Na haki yao wanapodhulumiwa, hiyo pia mtoto ni kudhulumiwa, kwa sababu unapotoa mtoto wa kijana aende akalishe mbuzi, unadhulumu huyo mtoto. Haki yake huyo mtoto ako na right to education. It's guaranteed under the constitution. Msikilizaji, iwapo familia 1000 kwa mfano itawatoa wavulana wawili kuchunga mifugo, hiyo ni sawa na wavulana 2000 kukosa elimu kutokana na mila na mitazamo ya jamii. Katiba ya Kenya mwaka 2010 inatambua elimu kama haki ya msingi na inaweka wajibu kwa serikali na jamii kuhakikisha kila mtoto anapata elimu ya msingi bila malipo na ya lazima. Nikisimulia makala haya maalum kuminywa kwa haki za mtoto mvulana Marsabit, jina langu ni Samuel Kosgei.